Media TZ, usisahau kusubscribe. Bwana, mambo vipi? Hapa ni official Zungu_. Donald Trump, rais wa Marekani, anajiandaa kukutana na kiongozi mkuu wa taifa la Korea Kaskazini, Kim Jong-un. Chochote ambacho Trump anakifanya ama kukizungumza huwa kina maana kubwa sana, na taarifa za ndani kutoka katika vyombo mbalimbali vya habari vya Marekani vinasema kumekuwepo na mawasiliano ya wawili hawa wakipanga jinsi ya kukutana, kwa sababu Trump mwaka huu anatarajia kuelekea katika bara la Asia kwenye ule mkutano wa OPEC. So anataka kutumia mkutano huo pia kuandaa safari ya kwenda kukutana na Kim Jong-un, kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini. Sasa tutaangazia mambo mawili hapa katika hizi hekaheka za Trump kutaka kumuona Kim Jong-un. Kwanza, hii ina maana gani kwa wakati huu, lakini pia kuna sababu nyingine za kidiplomasia. Kwanza, kuna hatua ambazo Trump ameanza kuzichukua ili kumvuta Kim karibu. Kwanza kabisa ni kupunguza mazoezi ya kijeshi ya Korea Kusini pamoja na Marekani. Kumekuwa na yale mazoezi ambayo wamekuwa wakifanya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani. Donald Trump ameyapunguza kwa kiasi kikubwa. Tunafahamu ile sakata na kishtumu Korea Kusini kwamba ilikataa kushirikiana na Marekani dhidi ya Irani kule Hormuz. Kwa hiyo naye amepunguza. Hiyo ni kumvuta pia Kim. Lakini pili, Trump ameanza kumzungumzia Kim vizuri, akimtaja kama rafiki yake na kiongozi wa Korea Kaskazini ambaye alikubali kuonana naye mara ya kwanza kabisa wakati Trump akiwa madarakani katika muhula wake wa kwanza mwaka 2016 mpaka mwaka 2020. Kwa hiyo ameanza kumsifia. Lakini tatu, Trump mwenyewe amesema tayari Kim amekubali. Kwa hiyo hapo katika mazungumzo ya kupanga venue, kupanga tarehe husika na taratibu nyingine. Kwa hiyo Trump amemvuta Kim kwa staili hiyo. Lakini pia hii ina maana kubwa sana kidiplomasia, kwa maana ya kwamba Trump anazidi kujidhihirisha kwamba yeye ni baba wa diplomasia duniani. Hata wale marais ambao wanaonekana wana changamoto kwa Marekani, pengine hawafikiki, wana uwezo mkubwa tu wa kufikika. Kwa mfano Biden, kuna muda kabisa alishindwa kuonana na Putin, hali ya kidiplomasia ilikuwa mbaya, lakini Trump aliweza kuonana na Putin. Wakati huu pia anataka kuonana na Kim Jong-un, viongozi ambao wanaonekana ni wapinzani kwa taifa la Marekani. Yeye anaonekana anawamudu kidiplomasia. Hiyo ni moja. Lakini pili pia ni kuendelea kujaribu kupunguza migogoro wakati huu ambapo pia kuna migogoro, mivutano isiyo ya lazimu kati ya kusini na kaskazini, Marekani na Korea Kaskazini. Anaamini akikutana na Kim ataweza kuipunguza, ukiwemo sasa swala zima la nyuklia. Unajua mara ya mwisho jamaa walikutana mwaka 2019, lakini tangu wamekutana mwaka 2019 mpaka leo mwaka 2026, Korea Kaskazini wamezidi kujiwekeza nguvu sana kwenye silaha za nyuklia. Sasa Trump anaona anaweza kutumia nafasi kama kuzungumza na Kim, alafu wakapunguza nguvu hivi kwenye silaha zao za nyuklia, jambo ambalo ni gumu, ingawa kwenye diplomasia lolote linaweza kutokea katika maisha ya unafiki ya kidiplomasia. Kwa hiyo dunia inasubiri kuona ziara hiyo kwa hamu, ila kwa sasa tunatazama mambo hayo ambayo nimekuambia. Of course ni ziara nzuri ambayo itakuwa ni habari kubwa duniani kama ilivyokuwa habari kubwa duniani wakati wanaonana mwaka 2019. Jaribio la Trump litafaulu, yeye anasema tayari ni swala la muda tu. So wacha tuone jinsi ambavyo itakuwa. Hapa Trump, pale Kim Jong-un. Media TZ, usisahau kusubscribe.